Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema wale tulioanza jana nadhani mnafahamu nini nahitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Hizo kelele za washindi. Amen. Mungu awabariki sana. Karibuni sana wale ambao ni siku yao ya kwanza leo, lakini tumekuwa na semina yetu tangu juzi, jana na leo. Na tunamtukuza Mungu kwa uaminifu wake, ametuamsha salama. Na ninachomshukuru Mungu ni kwamba watu walitii maagizo jana ya kwenda kuomba. Amen. Mtajiuliza kwa nini mtumishi unasema watu walitii maagizo wakati tulienda nyumbani na haukuwa na sisi. Nataka niwaambie jambo moja. Tunapokuwa katika makutano kama haya, adui pia anakuwa yupo katika malango yetu. Amen. Kwa usiku wa leo, wakati ninaomba kwa ajili ya yale majina ambayo mlikuwa mmeandikisha jana, niliona watu wapo kwenye maombi. Hebu jipigie makofi mwenyewe. Niliona watu wakiomba sana kwa ajili ya familia zao. Niliona watu wakiomba sana kwa ajili ya mji huu. Niliona watu wakiomba sana wanafunzi kufaulu. Niliona vijana wakiomba sana kwa ajili ya shule wanazosoma. Niliona wengine wakiomba sana kwa ajili ya kulipiwa ada kwa wakati. Niliomba watu wengine wakiomba sana kwa ajili ya ndoa zao kuimarishwa. Niliona mama wawili wakiomba sana kwa ajili ya magonjwa yanayowasumbua. Hori karabasika yandarabashata ya masika. Lebazi kaya mashanda ya masika. Tunapozungumza habari za ufalme wa Mungu unaposhuka mahali, maana yake tunazungumza habari ya watu kutolewa mahali kwenda mahali. Tunazungumza habari ya watu kutoka katika kawaida yao ya kuwa Wafilisti na kwenda kuwa wana wa Mungu. Tunazungumza habari ya watu ambao wamemkubali Mungu kwa 100%. Tunazungumza habari ya watu ambao wameacha kila kitu katika maisha yao na kumkimbilia Bwana. Tunazungumza habari ya vijana kadhaa ambao mara nyingine wakati kama huu wamekuwa katika viti virefu, na Jumapili kama leo wakiagiza moja baridi moja moto, lakini wameamua kwenda kumuona na kumshangilia Bwana. Tunapozungumza habari ya ufalme wa Mungu unaposhuka mahali, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu unaposhuka katika mji mmoja, ori karabasaka yandarabashata. Sijaona mtu mmoja ambaye amepokea neema ya kujiombea, neema ya kuombea familia yake. Sijamwona mtu mmoja ambaye anamshangilia Mungu baada ya ufalme wa Mungu kushuka katika mji huu wa Lamaiti. Mtu huyu ambaye alikuwa akipatwa na matatizo lazima asubiri Jumapili moja afike kwa mchungaji. Mtu huyu ambaye alikuwa akipatwa na shida anasubiri mpaka aende kuweka kichwa kuombewa. Mtu huyu ambaye siku ya jana akaona ipo nguvu ndani yake, upo uwezo ndani yake wa kuambatana na kumwendea Mungu pale shida inapomkuta. Bwana anamwambia Ibrahim, Mwanzo 7 kuanzia mstari wa 10, kuanzia mstari wa 20. Nalitafuta watu kadhaa Bwana Ibrahim, lakini siwaoni mahali hapo. Na watu fulani wakanikumbusha wamama wale waliokuwa wakiimba habari za Sodoma na Gomora. Kasema wamama hao inawezekana waliokuwa wakiomba jana nao walikuwepo. Anasema Ibrahim. Malaika wale wameshuka, wameachilia baraka kwa Ibrahim. Wanamwambia Ibrahimu, umebaki peke yako. Maana wewe unadhani kwamba ulikuwa na hao watumishi na hao wachungaji na hao viongozi wako na hao wazee wa kanisa kwamba wanaweza wakaitetea huo mji. Anamwambia, hebu geuka uone kama wanafanana na vile ambavyo mimi ninataka.
Anapogeukia wale wazee wa kanisa, Ibrahimu anasema nilijua hawa nitaanza nao wapo 40 hapa. Bwana hawapo, naomba hata uachilie watu tu 30. Bwana anamwambia hata wakiwepo 30 tu nitauponya mji wa Lamaiti. Anapogeuka mchungaji wa mahali pale, haoni hata mmoja. Anaona watu hao wamejawa na viburi, watu hao hawezi kuinuka kuomba, watu hao hawezi kupigania haki zao katika ufalme wa Mungu. Ndipo Bwana anamwambia Ibrahim, hata ukiniachia nikiona watu 10 mahali hapo katikati ya mji huo, haijalishi ni mtoto, haijalishi ni kijana, ninasema ninahitaji watu 10 tu. Ibrahimu anageuka, anasema labda niende mji wa jirani, labda nitakuta wale wachungaji wangu wa makanisa mengine. Anafika Ibrahimu, haoni kama wanafanana na Mungu. Hebu mwambie jirani yako, usifananishe na wanadamu katika utumishi wako. Hori karabasika ya narabashata. Mwambie Bwana anamtafuta mtu mmoja ambaye ni wewe. Watu wa Mungu, nataka niwaambie, katika namna ya kumtumikia Mungu, haina rafiki, haina jamaa, haina best friend, haina mke, haina mume. Anasema itakapofika wakati ule nataka ni unyakue ulimwengu, mume atanyakuliwa, mke atabaki. Mke wakati anaondoka, mume atabaki. Manake nini? Manake hii kazi ya Mungu tunayoifanya ni kazi ambayo inakuhitaji wewe. Anasema naliangalia huku na huku, Ibrahim, sikuwaona hao ambao wewe unasema wapo 40. Ibrahim alijua yupo na wenzake wanamwombea. Unadhani mchungaji wako akikwambia nitakuombea, atakuombea? Sisemi mchungaji huyu, ninazungumza habari ya ufalme wa Mungu, namna unavyo-operate. Unakuhitaji mtu mmoja. Utazani watu watakaa watakuombea, mara nyingine watakuombea mabaya. Ni lazima uinuke mwenyewe. Siku familia yako itakapokuwa inapigwa, manake utainuka katikati ya familia yako na utaomba kwa ajili ya familia yako. Na hilo ndio lengo lililonileta mahali hapa, kwa ajili ya mji huu. Anasema kupitia Yeremia 33, Ori karabasaka ya narabashata, kuanzia mstari ule wa 1 mpaka wa 20. Anazungumza habari za Yeremia akiwa uwandani. Nalizungumza jana, akiwa amefungwa, pamoja na kwamba Yeremia ni mwombaji aliyepitiliza. Anasema Bwana, sielewi juu ya mji huu. Bwana anamwambia, nimeficha uso wangu juu ya mji huu. Nimeficha uso wangu juu ya hiyo familia. Nimeficha uso wangu juu ya hilo boma. Nimeficha uso wangu juu ya huo ukoo. Ni nani atakayeinuka ndani ya ukoo wako, atakayekwenda mbele za Mungu, naye Mungu atakapofika katika huo ukoo akauliza, nitavutia mtu mmoja ambaye atainuka katikati ya huo ukoo, na wewe ukasema nipo hapa Bwana? Manake Mungu anamhitaji mtu mmoja aliye na utayari, ambaye yeye atamuita mwana na huyo mtu atamuita baba. Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 8. Anasema huyo ndiye ambaye ataona yote yamepita, na sasa kila wakati anaona jambo jipya. Riko robo saka ya ndarabashata maseke rebo shandaya masika ori karabasaka ya ndarabashata. Tumefungua semina yetu. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi sana. Na leo tunahitimisha. Mwambie jirani yako, huyo ndio Pastor Mwasomola. Yeye anaga mwanzo wala mwisho uliozoeleka. Anasikiliza kile Roho wa Mungu anachosema. Tuenende katika Roho. Amen. Nilikuwa nasoma tangazo letu hapa. Linasema badiliko la mtu kupitia maombi ya nafsi. Na hili ndilo somo kubwa ambalo limetukusanya hapa. Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa 1
mpaka wa 7. Badiliko la mtu mmoja kupitia maombi ya nafsi. Nilianza jana, na wale ambao hawakuwepo jana watakuwa wamekosa vitu vingi. Labda kwa kurudia tu, tunamtengeneza mtu mmoja ambaye anaweza akaamka kuomba kwa ajili ya siku inayofuata. Mtu ambaye anaweza akaamka akaomba kwa ajili ya mji huu. Mtu ambaye anaweza akaamka akaomba kwa ajili ya familia yake, ya watoto wake. Mtu ambaye anaweza akaamka atakapopata nafasi ya kuomba kwa imani yenye ushujaa ndani ya kutembea na kuwa na uhakika. Mtu ambaye anaweza akaamka kila itwapo usiku saa 7 mpaka saa 9 na kuzungumza na ardhi kama uzao wa kwanza Mungu aliotupa, ili kila atakapotoka katika malango yake asubuhi awe na maneno ya kufukia zile nyayo zake, na adui shetani mchawi asiwe na nafasi ya kutamka chochote juu ya nyayo zake. Watu wengi sana wamepoteza maisha, wameharibiwa biashara zao, wameharibiwa mikakati yao, mipango yao. Kila wanapotoka asubuhi wakielekea katika shughuli zao, wamekuta na ndivyo sivyo walivyokuwa wakiwaza, kwa sababu wanapotoka katika malango yao wanaacha nyayo zao zikiwa tupu. Hawana neno katika vinywa vyao. Hakuna mtu ambaye atadiriki kusemea nyayo zako au hatua zako. Adui atakapokuwa akipita, maana yake anasoma nyayo zako namna unakokwenda, na ndipo ambapo anajua mtu huyu ana dili la bilioni kadhaa mahali, mtu huyu anakwenda kutoa mahali. Mtu huyu anapotoka asubuhi anakwenda mahali kufanya biashara yake. Mtu huyu anapotoka asubuhi anakwenda kupanda shamba lake. Maana yake mchawi huyo, adui, anaanza kuangalia nyayo zako zinapoelekea, na anasoma nafsi yako ilichotaka kupitia nyayo zako. Ukasema Somola unaongea nini? Ori karabasika ndarabashata masekerebo shata ya masika. Neno linatukumbusha habari ya watu 4 wakoma. Neno linatukumbusha kwa habari ya kiwete mmoja aliyenyang'anywa nafasi ya kukanyaga kwa nyayo zake, ambaye alikuwa akitolewa mahali na watu ambao walimfanya kama deal, kama business. Walikuwa wakimtoa mahali na kumpeleka katika malango ya mzuri, wakilipwa kila itwapo leo. Kwa hiyo inawezekana kabisa mchawi au mtu adui kwako akakufanyia nafasi wewe ya kumuingizia pesa. Kila unapotoka una ugonjwa na unakwenda dukani kununua dawa. Ni lazima tujiulize, haya maduka haya ya dawa lazima tuyahoji sana. Inawezekana mtu mmoja amekufanya wewe ni msukule wa kwenda kununua unga. Unaishi katika mazingira kama haya, haujawahi kujiuliza wewe ni mwenyeji hapa. Hori karabasata. Sijui kama ninaongea na mtu mmoja ambaye ananielewa, ambaye anahitaji apate badiliko. Pastor, upo katika mji kama huu, na nafasi, una mashamba makubwa ulikuwa unaendeleza jana, ambayo bado hata wamiliki hawajapata. Lakini unapouliza, hata vijana wale wamekaa mjini wanalewa, lakini ukimuuliza una uwezo, una shamba unaolimiliki, hana. Miaka hii imeenda, leo tunaambizana habari za kwenda kununua unga dukani. Sijui kama ninazungumza na watu ambao wanatamani wabadilishe maisha yao mahali. Hivi nawezaje mimi nikaenda kununua unga ambao ninaweza nikalima hata robo eka, kama sio adui amenenea nyayo zangu? Ni nani? Kila ninapoamka kwenda kutafuta shamba na kupoteza ufahamu wangu, alafu ninashindwa hata kulima. Alafu inapofika wakati wa kutafuta chakula, ninakwenda kumuona yeye kwenye biashara yake. Yaani mimi ninunue unga? Haya ni mambo ya kuoji na kujiuliza. Yule kiwete alikuwa anatolewa katika malango ya mzuri kila itopo jioni na kurudishwa kwake, akiona ana furaha ndio maisha yake. Sikiliza hizo habari za kiwete huyo. Anasema alikuwa anatolewa kila wakati kwa miaka mingi. Lakini ikaja siku ambayo watoto, naona neno linawaingia, kaeni.
lakini sikuzuii. Ukiona neno linaingia, inuka ili ulipokea. Ikawepo siku ambayo kama hivi, ambayo mji huu na waganga wa mahali hapa na maadui wa mji huu hawakujua kama lipo neno litafika siku kama hii ya kuwakomboa watu, kuwatoa katika vifungo vyao. Walipotangaziwa semina hii waliweka migomo. Hata sikumwambia pastor kwa sababu mambo haya ni magumu sana. Walianza kunipiga nikiwa nyumbani. Ghafla baba akadondoka. Dakika chache ghafla napigiwa simu kutoka Mbeya, mama amelazwa. Wakati ninatafakari kwa habari ya mgonjwa ambaye ni mke wangu amelazwa kwa siku 3 akiwa ICU, amewekewa pumzi, nami ninatafakari habari ya kuja huku ninapigwa. Nikasema mji ninaoendea huu, yawezekana maadui katika malango haya wamejua kinachokwenda. Lakini sikupata nafasi ya kuanza kufikiri kwa habari ya mapito. Niliona ni sehemu ambayo wananipa nguvu ya kusoma Biblia na kukaa vizuri na Mungu zaidi, nije kupambana nao vizuri. Ndipo ambapo Bwana akanisemesha, hautaenda siku ya kwanza. Wakati wao wametega katika malango hayo, utakwenda siku ya pili. Na muda ambao umeandika utaubadilisha. Na ndipo nilipoingia hapa katika muda ambao hawakutarajia. Maana unataka kuamini hilo, haijawahi tokea magari ya kuja huku yakawa hayapo. Nilipofika stendi nataka nipande gari la kwenda la Mighty, ninaambiwa kwa leo gari ni bovu kwa sababu ya mtu mmoja ambaye anakwenda mahali kwenda kufanya badiliko. Bwana akanisemesha ndani, akaniambia hayo ndio ambayo mwanangu nalikwambia. Na sasa hata iwe vipi ni lazima uingie katika ule mji. Kwa gharama yoyote ile, manake zipo roho zinatakiwa zikombolewe mahali pa. Rikola bashanda ya masika. Nikasema kwa uwezo wa Mungu, nikiwa hapo nina shilingi 20,000 mfukoni. Ninasema ninatokaje hapa? Nikasema Bwana mfanya muujiza. Nikiwa natembea hivi na waza, nikiwa pale stendi, afu ghafla mtumishi mmoja ananipigia, ananiambia Mwasomola uko wapi? Namwambia ninaelekea katika huduma. Ananiambia ninaona huduma unayokwenda kufanya ina vita sana, lakini Bwana ananiambia hivi, fanya unachoweza, fika katika hapo mahali. Nikasema asante kwa neno lako la uthibitisho. Nilipoangalia simu yangu ya pili ninakuta fedha imeingia. Nikaenda kumuuliza bodaboda, kwenda la Mighty kutoka hapa Chang'ombe ni shilingi ngapi? Akaniambia brother, ni gharama sana, ni zaidi ya 45,000. Nikamwambia 45,000 kwa ajili ya roho za watu mahali pale ni kitu kidogo, kama unaweza kunifikisha twende. Yule jamaa tukiwa njiani tunaenda, tunapita. Unajua Mungu ana njia zake. Tunaenda akaniambia lakini pale kuna kuaga na costa pale ambazo zinaweza zikakufikisha mahali fulani alafu ukapunguza gharama kuchukua bodaboda pale. Twende nikupeleke. Jamaa, yani ni majamaa tu wa bodaboda, lakini alivyoona kwamba ni mtumishi wa Mungu, Mungu akamsemesha ndani. Angekuwa ni mwingine angetaka fedha. Kweli akanipeleka mpaka pale, tukakuta hiyo costa imeondoka dakika chache. Akasema ngoja nikukimbize. Maana tuliokuta ina foreni. Tukaikimbizia ile costa mpaka tukafika. Cha ajabu yule bodaboda tulitembea umbali kama wa kilomita 8. Hakutaka hata shilingi. Sijui kama mtu mmoja ananielewa habari hizi. Kafika kwenye ile costa afu nikakuta siti moja tu. Nikapanda. Na gari ile ikatembea nikiwasiliana na mchungaji hapo na hapo mpaka nikafika njia panda. Nikachukua bodaboda nikaja huku. Kafika hapa nikamshukuru Mungu. Nataka nikwambie hivi, haya yote yanakujulisha kwamba neno hili ni neno ambalo ulikuwa na kiu ya kulisikia. Amen. Unajua kinachotisha watu ni neno.
wala sio nguvu zako. Neno tuliloliandika hapa, watu walipolisoma hili neno kutoka Wafalme wa Pili 7:1 mpaka 7, walipolisoma hili neno likatiisha katika ulimwengu wa roho. Manake nyie katika namna ya kumtukuza Mungu wenu inawezekana mkoa mjaliona, lakini nataka nikuambie, mchawi, adui analijua neno na anajua nguvu ya neno utakalolisoma. Alikuwa ameshajua linavyokwenda kubadilisha maisha ya watu mahali hapa. Manake neno hili linamhitaji mtu mmoja ambaye ataona mahali pana shida, asianze kurudi nyuma, aende mbele. Neno hili la wakoma 4 walipojaribu kuinuka, waliposikia sauti kwa mbali kwa imani kutoka kwa mtumishi wao Elisha akizungumza habari za mji ule ukiwa na njaa, anasema hao watu yawezekana walikuwa wamekufa, wanakaribia kufa, walikuwa ni wakoma, waliochoka, walionyeshewa mvua hapo na jua hapo, hawakuwa na lolote lile, lakini Mungu akawatumia wao. Nataka nimwambie hivi, na jana nimemhakikishia mtumishi wakati naingia, nikamwambia kuna mambo ambayo hujawahi kuyaona yakifanyika papo kwa papo, utayaona dakika chache, utayaona. Nikamwambia hilo kanisa lako nikawa nimepita, kwa nini amwabudu? Akasema bado watu wachache. Nikamwambia una imani kwamba hata leo unaweza ukaabudu hapo? Sina uhakika sana. Nikamwambia subiri. Tukaanza ibada hapo ndani. Unajua nazungumza vitu ambavyo vinaweza vikaa hamuelewi, lakini nyie mtakuwa ni watu wa kwanza siku ambayo mtakuwa mkifungua na mkiona watu wakijaa. Hili kanisa ni dogo. Nilipoingia ndani ya kanisa hili la kwanza, wakati ninaona watu ni wengi, lakini siwaoni kwa namna ya macho. Ndani yangu kuna niambia zungumza jambo, lakini hapatoshi. Kila ninapotaka kuzungumza moyo wangu unaniambia hapatoshi. Ndipo nikashangaa kundi la watu linaingia. Mimi nikamshukuru Mungu na kumwambia Mungu, wewe utukuzwe. Nikawaambia kanisa kwamba kwa hekima za kimungu ziwaongoze. Sikutaja kwamba tuje hapa. Nikawaambia kwa namna tulivyo, hekima ya Mungu iwaongoze tufanye vipi ibada. Lakini kwa haraka Roho Mtakatifu akawajiria watumishi wa Mungu na kuhamishia ibada mahali hapa. Hebu mpigie Yesu makofi. Ufalme wa Mungu unaposhuka mahali, ufalme wa Mungu unaposhuka mahali kwa neno lililo halisi, my brother, my sister, hakuna kinachoweza kuzuia. Jana tulikataa jina la maiti. Tukajiuliza habari ya jina hili limetoka wapi? Tukasoma habari za maombi ya Yabesi jana. Mtu mmoja, mama mmoja akiwa na uchungu katika kuzaa kwake, akiwa ametelekezwa na mume, akiwa anapata shida kwa sababu ya uchungu uliojaa ndani na huzuni yake, akamwita mwanaye Yabesi, akimaanisha huzuni. Kwa hiyo tunapata namna nzuri ya kuona kwamba hata jina la mji huu yawezekana lilipatikana wakati wa matatizo. Na anasema nalificha uso wangu juu ya mji huu. Kwa nini Bwana alificha uso wake juu ya mji huu? Kwa sababu jina alitafsiri baraka alizoziachilia katika mji huu. Anamtoa mtu mmoja kutoka mbali, anasema nenda katika ule mji, maana yake yapo maombi utayafanya pale ya kunilingana, nami nitaachilia wingu na ufalme wangu utashuka pale. Maana yake watu wao watapata maarifa ya neno langu. Yawezekana siku zote walikuwa wanahangaika, lakini watapata maarifa ya neno langu. Alafu watajua ni namna gani wameendelea kununua bidhaa ambazo wanaweza wakazitengeneza wao. Amina. Marika rabasata ya mashanda ya masika. Orika rabasata ya mashanda ya masika. Soma hilo neno, Wafalme wa Pili
mlango wa 7 mstari wa 1. Masikaraboza kaya jena ya mazika rikorobosa taya mashanda ya masika. Yes. Biblia inasema Elisha akasema lisikieni neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi. Kesho panapo saa kama hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri, na vipimo viwili vya shairi langoni pa Samaria. Tulia hapo mtumishi wa Mungu. Wakati ninazungumza na mtumishi wa Mungu kwa imani, namwambia majira kama haya mtumishi utakuwa umehamia katika kanisa kubwa. Kwa imani. Kwa imani. Mtumishi inawezekana alisikia hii sauti kwa mbali, lakini akawa na tumaini ndani kwamba yawezekana. Yawezekana inazungumza hapa habari ya shamba lako, na unaisikia sauti kwa mbali kwamba papo mahali kweli nilipaacha na sikupazingatia. Nataka nikwambie hii ndio dakika ya kukamata ile eneo katika ulimwengu wa roho. Hii ndio sekunde ambayo unatakiwa ndani yako mwambie Mungu, lile shamba msimu ujao lazima liniletee matunda. Huu ndio wakati wa kuiangalia ile ndoa yako inayosumbua na kuiambia kwa imani ya sauti inayosikia kwa mbali, ndoa yangu inaimarishwa. Huu ndio wakati wa kusemesha malango ya familia yako yaliyowakataa watoto katika nyumba yako, na kuiambia wakati kama huu familia yangu itapata watoto. Huu ndio wakati wa kukaribisha ndoa katika familia yako. Huu ndio wakati wa kuinua uchumi. Inawezekana waliweka mipaka ya kuto kumiliki zaidi ya $100,000. Wakachora na wino mwekundu kwamba familia ya Madeganya haitainuka hapa, itapata kuanzia 90,000 kushuka chini. Kila anayeinuka imezuia hata wanapotaka kazi nzuri hawapati, kwa sababu mwisho wa kazi nzuri ni kupata fedha. Kwa hiyo kila anayezaliwa hapo, hata kama akasoma chuo kikuu kamaliza, hawezi akapata kazi nzuri, kwa sababu yupo mtu mmoja adui tu alikuwa anafahamu jina la uzao wako na akaliwekea mipaka. Kila mnapopambana, mtu mwingine akaona awatupie neno la ulevi. Kila anayeanza mtoto anayekuja katika familia hiyo ni mlevi kupindukia. Mwingine akatupa, nikawa nawaambia jana, kwa nini eneo kama hili halina malori wala makontena yanayopita hapa wala vurugu zote, lakini unapoangalia tathmini ya wagonjwa wa ukimwi unaiona ipo mbele. Why? Manake yupo mtu mmoja aliliita eneo hili la maiti, manake linakaribisha nguvu ya umauti. Kwa hiyo katika namna yoyote ile wapendwa, katika namna yoyote ile, manake lazima mauti itaitafuta mji huu. Sasa ni vitu vya kujiuliza sana kwa ajili ya mji huu. Lakini walikuwepo wamba 4 wenye ukoma mahali. Endelea. Ori karabasika. Ndio. Ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake. Ndio. Akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, ndio. Tazama. Ndio. Kama Bwana angefanya madirisha mbinguni. Oh yes. Je, jambo hili lingewezekana? Oh yes. Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako. Ndio. Lakini hutakula. Oh yes. Yes. Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma. Ndio. Kwenye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Oh Jesus Lord. Tukisema tutaingia mjini. Yes. Mjini mna njaa. Yes. Nasi tutakufa humo. Yes. Nasi oh haleluya. Nasi tutafia huko. Nasi narudia tena. Yes. Tukisema tutaingia mjini. Ndio. Mjini mna njaa. Ndio. Nasi tutakufa humo. Nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa vile tutakufa. Twende tukaliendee jeshi la Washami. Ishi hapo. Bwana lilipokuja neno hili na matangazo yalivyowekwa, watu wenye akili zao, watu wenye nafasi, amini usiamini, walizalao. Hawa walisimama kama akida, walizalao. Lakini Bwana, yawezekana tungeenda kulipeleka neno hili kwenye makanisa makubwa,
Lakini Bwana akatafuta eneo ambalo litakuwa na utiifu wa kusikia, na mtumishi atakayelipokea kwa utiifu. Manake neno la Mungu hili